Habari mtazamaji wa M1 TV, niukaribishe katika channel hii ambayo imekuletea maudhui mbalimbali. Na siku ya leo, kama kwanza hujasubscribe, nikusihi usubscribe na kulike ili uweze kuzipata taarifa zetu zinapokujia kila wakati. Mara kwa mara nimekuwa nikikuletea story mbalimbali, historia mbalimbali, lakini siku ya leo pia nimekuletea historia ambayo lazima utazame na lazima utamani kusikiliza, kwa sababu hivi karibuni Kanisa Katoliki Tanzania lilimpoteza Papa Francis, na siku ya leo nakuletea historia ya Papa mpya ambaye amechaguliwa badala ya Papa Francis ambaye alipoteza maisha yake. Kwa hiyo ninatamani kwamba msikilizaji na mtazamaji wa M1 TV hautapanga kuacha kusikiliza historia hii ili uweze kufahamu kwamba Papa mpya naye amekuja na lipi. Tuende pamoja ili tuweze kumfahamu Papa mpya. Kwanza kabisa, Papa huyu mpya alizaliwa Chicago mwaka 1955. Alihudumu kama kijana wa altare na aliwekwa wafu kuwa padri mwaka 1982. Katika maneno yake ya kwanza kama Papa Leo wa 14, alizungumza kwa upendo kuhusu mtangulizi wake Francis. Aliwaambia umati uliokuwa ukisikiliza katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwamba alikuwa mwanachama wa shirika la Agustino. Alikuwa na umri wa miaka 30 alipohamia Peru kama sehemu ya misheni ya Agustino. Hata kabla jina lake halijatangazwa kutoka kwenye roshani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro, umati wa watu ulikuwa chini, ulikuwa ukiimba kwa maana ya ishi milele Papa. Robert Prevost mwenye umri wa miaka 69 atakuwa kiongozi wa 267 kwenye kiti cha enzi cha Mtakatifu Petro na atajulikana kama Leo wa 14. Atakuwa Marekani wa kwanza kushika wadhifa wa papa, ingawa anachukuliwa kuwa kardinali kutoka Amerika ya Kusini kwa sababu ya miaka mingi aliyotumikia kama mishonari nchini Peru. Kabla ya kuwa askofu mkuu huko, ana uraia wa Peru na anakumbukwa kuwa na upendo kama mtu aliyefanya kazi na jamii zilizotengwa na kusaidia kufunganisha jamii katika kanisa la eneo hilo. Na kwa ufupi, hiyo ni historia fupi ya Papa mpya ambaye amechaguliwa na Kanisa Katoliki kuendelea kusimama kwenye nafasi ya Papa Francis. Na hiyo ndiyo historia fupi ya Kardinali Robert Prevost mwenye umri wa miaka 69 kutoka nchini Marekani, ambaye ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki duniani, ambaye atafahamika kwa jina la Papa Leo wa 14. Papa Leo wa 14 ametumia muda wake mwingi akitumikia nchini Peru na ana uraia wa Marekani na Peru, ambapo kuchaguliwa kwake kunafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumamosi ya Pasaka tarehe 21 Aprili, na mazishi yake kufanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 26 Aprili mwaka 2025. Jina langu ni Meekness Ngasu Ningambazi, ambaye nimekuletea historia hii siku ya leo. Hakikisha kwamba unaendelea kuitazama M1 TV bila kusahau kusubscribe na kulike. Gusa hapo alama ya kengele ili taarifa zetu zinapokujia nawe uwe miongoni mwa watu ambao wanazipata kwa haraka. Nami nikutakie wakati mwema na usikivu mwema wa vipindi vyote ambavyo vinakujia hapa MTV.